Amen. Watoto wetu Bwana asifiwe. Sijasikia sauti ya Sunday school. Amen. Bwana asifiwe Sunday school. Bwana asifiwe youth. Amen. Yamo situ. Bwana asifiwe youth. Bwana asifiwe kina mama. Amen. Bwana asifiwe wazee. Bwana asifiwe mchungaji hapo. Amen. Nashukuru Mungu. Tahubiri na nyinyi wote. Hata kibodi tahubiri. So tuteke masikio. Vijana yetu tutakuwa kwa mlango hapo, uangalia hao watoto. Tutakuwa nao. Na Bwana atakubariki. Sasa wachukue ukae na hapa. Namshukuru Mungu kwa sababu is a protocol changer. Ya kwamba ibada itaenda vile imeenda. Najua watu wanashangaa kwa nini hatuna sehemu ya ushuhuda. Lakini kila wakati tunafuata mwelekeo wa Mungu tu. Wacha tule neno la Mungu na baadaye tutajuana kwa ushuhuda. Najua Mungu atakuwa ametenda maajabu ndani ya maisha yetu. Nataka kushukuru Mungu kwa wote waliopata nafasi ya kufika hapa siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa wale wote waliopata nafasi ya kufika hapa siku ya leo. Asante Bwana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salamia mwenzako, mwambie uko na kwa nyumba ya Mungu na iko sawa. Kwa nyumba ya Mungu. Angalia mwenzako na mjuane. Useme nilikaa na dada fulani ule. Ili muitane majina ndio mzuri. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Nashukuru Mungu kwa wote waliofika kwa nyumba yetu kusherehekea pamoja hii Christmas. Kwa nyumba ya mchungaji aliyepastor. Mliacha baraka huko. Na hizo baraka zitanibeba mwaka huu na mwaka ujao wote. Na wale wenye wakufika pia walituweka kwa maombi na walituunga mkono. Kufika na kutofika, chenye kinaangaliwa wewe katika moyo wako ulikuwa pamoja. Na nyinyi wote wa Victory Center hapa Mwini, nyinyi ni watu wa nguvu. Acha Bwana wabariki. Pia nyinyi msilale njaa, msihangaike katika msimu huu wa Krismasi. Usikose kitu cha kuweka kwa meza na watoto wako wale. Natangaza baraka hizi zikakumwagikie. Baraka zikatoke kwa madhabahu haya, zikakumwagikie wewe juu yako. Sema amen na uzipokee katika jina la Yesu. Amen. Yesu ni mwema. Bwana alituzungumzia ya kwamba mwezi huu ni mwezi wa victory. Na kwamba mwezi wa Disemba ni mwezi wa victory, ya ushindi. Na baada na wapeleka Januari. Nashukuru Mungu kwa sababu wote waliofungulia mwaka hapa walianza na Mungu na wako na ushuhuda, wanasimama wakitangaza ushuhuda wa Bwana. Na hata siku ya 31st kosa kesa hiyo uchekwe, kwa sababu hiyo ndio siku tunataka kuchimbike hapa tukimtafuta Mungu ili tukavuke mwaka na tukaanze mwaka mwingine na Mungu, na tuanze kuhesabu baraka za Bwana moja kwa moja tunapoendelea na mwaka wa 2026. Mimi nitakuwa mmoja wa wale wenye watahesabu baraka za Bwana. Hata kama nitakuwa nimelemewa na muda gani, nitajikokota na kukuja mahali hapa ili usiku huo nikavuke na Bwana mahali hapa, nikaanze mwaka na Bwana. Wewe tangazia mwingine aliye nyumbani mwenye hajai kanyaga kanisani. Pengine siku hiyo ndio itabadilisha maisha yake. Pengine hiyo siku ndio itabadilisha mawazo yake. Usikae mtu tu wa kuangalia watu wakiangamia na usiwasaidie. Siku ya leo ninaendeleza mafundisho yaliyokuwa Jumapili ya kwamba prepare a room for Jesus. Hallelujah. Amen. Andaa nafasi kwa moyo wako, nafasi iliyo tayari kwa Yesu kuzaliwa ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumapili tulisema nafasi yenye Yesu anataka ni ile nafasi iliyo tayari. Najua Wakristo wengi waliandaa nafasi kwa mioyo zao, wakapokea wokovu, wanaitwa wokovu, wanaitwa wameokoka, wamezaliwa mara ya pili, lakini bado wameketi kanisani, lakini mioyo zao hasiko tayari kumpokea Yesu Kristo akaanze kuzaa matunda yanayopatikana katika Wagalatia 5:22 hadi 23
inaanza na upendo. Wakristo wengi wanapokosa tunda hili la upendo, inamaanisha mioyo zao ndio zilimpokea Kristo, lakini haziko tayari Kristo kukaa ndani, kwa sababu Kristo anapokaa ndani anaachilia roho wake, anakaa ndani ya moyo, na roho wa Mungu anaingia na kifagio, anaanza kusafisha moyo wako, unakuwa safi zaidi. Ndiposa Isaya kitabu kinasema ya kwamba hata kama dhambi zako ziko nyekundu kama damu, atazisafisha ziwe safi, ziwe nyeupe kama sufu. Pigia Yesu makofi mazuri kwa tumaini hilo. Yesu huyu ndio namtangaza, na akasema mimi ndio mkate wa uzima, huyu ndio namla. Bwana Yesu asifiwe. Do you have room for Jesus today? Ikiwa Jumapili ya mwisho ndio muendelee Christmas yenu, sitasumbua nyinyi kwa Christmas, lakini nataka niwaachie ujumbe huu. Mnapoanza wiki la Krismasi, ukumbuke maandiko yanasema nini. Ulipookolewa na ukawekwa ulimwengu huu, Mungu amekuepusha katika magumu, na anasema kwa mwimbaji mmoja, is the God of the mountain, is the God of the valley, is the God of the bad times, is the God of the good times, is the God of the trouble time, is the God of the happiness, is our God, the God of the night, is the God of the day. This is the God you are worshiping today. Sema hallelujah. Na ukiona mwenzako analala, kama ni mzee, kama ni kijana, amusha yeye, umwambie siku ya leo, God has a purpose for your life. The season of Christmas, msichukulie tu kama siku yenye mnaandaa mapochopocho mnakuda, yenye mnaandaa safari kwenda, wenye mnaandaa kuharibu mali zenye mungeweka ili mtumie Januari kulipa karo ya shule. Lakini tunasema hili is a season for Jesus, and the reason for that season is Jehovah Jireh. Anaitwa Emmanuel, aliyezaliwa kwa mwanamke mwenye hakujua dhambi, akazaliwa kwa bikira mwenye hakujua mwanaume, akaletwa ulimwengu huu. Yohana 3:16 Biblia inasema hivi, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akatoa mwanawe wa pekee, ili watakayemwamini wasipotee, bali wawe na uzima wa milele. Sadaka ya makofi kwa Yesu. Baba, huyo ndio Yesu tunamtangaza. Do you have room in your heart for Jesus? Luka mtakatifu, wewe mtoto uko na nafasi ndani ya moyo wako kwa ajili ya Yesu aingie. Wewe kijana, ama space imejazwa mawazo ya ulimwengu huu, unaanza kuona vile watu wanafanya shopping, unaanza kuona vile watu wanaandaa budget ya Christmas, unaanza kuchaza kwa moyo wako. Pia wewe ungekuwa hivyo, unaanza kugombana kwa nyumba, unaanza kusosana kwa sababu ya budget ya neighbor. Do you have space for Jesus? Do you have room for Jesus? Ama ni ya kusosana tu, ama ni ya kuangalia neighbor, ama ni ya kuangalia matoka, mpaka unaanza kuwa tempted kuiba na kwenda kutembelea watu wenye hujapanga kuwatembelea. Usiku wa Christmas, kaa kwako kunywa maji, kaa kwako omba, kaa kwako kula chenye kiko, ombea wenye hawana, visha nguo wenye hawana. Hiyo ndio Christmas. The reason for Christmas season is Jesus. The reason is Jesus. No other reason. Wakati mwingi unaweka kiatu, nasema hii ni ya Christmas, na Mungu anakuja nasema, wewe mpumbavu, leo naichukua nafsi yako. Kiatu nani atavaa? The reason for this season is that Jesus finding a space in our hearts. You made a right choice. Ulifanya maamuzi mazuri mzee, ya kwamba hauwezi maliza mwezi huu bila kupeana nafasi yenye imekuwa inajazwa na vitu vingine. Ukapeana kwa Kristo, anaingia na kifagio, anaingia na jika, anaingia na sabuni, anasafisha, anaanza kuweka upendo, anaanza kuweka amani, anaanza kuweka furaha, anaanza kuweka utu wema, anaanza kuweka kiasi, anaanza kuweka mambo yote yanayoitwa tunda la Roho, aking'oa kila aina ya matunda ya mwili yenye ilikuwa
walio wazuri duniani hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wako matajiri duniani hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wako walio wazuri duniani hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Sema ni Bwana, wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Christmas is the season of songs. Hii ndio msimu, kama haujaimba ni msimu wa kuimba kutoka asubuhi mpaka jioni. Mariamu alipotendewa dhambi hiyo, aliyetendewa maudhi ya kwamba alikuwa bado anajiandaa aoleke kama msichana wa heshima, malaika na Roho Mtakatifu wakaweka mtoto kwa tumbo yake. Msichana huyo akakuwa disappointed, lakini alitiwa moyo. Jambo lijalifanya hakuanza kulalamika, alianza kumtukuza Bwana kwa wimbo. Oh, it is a season of songs. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyumba zetu zikajae songs. Mioyo zetu zikajae songs. Kama umeanza mwezi huu na wewe haujajaa songs, then you are in the right season doing the wrong thing. The season of December is the season ya nyimbo. Nyimbo katika maisha yako. Na ukitazama wimbo wa Mariamu, ulikuwa kumtukuza Bwana ukisema mapenzi yako yatimizwe. Bwana anakubaliana na wewe, nakubaliana na unabii wako. Hizo ndio nyimbo saburi zenye inafaa uimbe. Si kukumbuka mwezi wa 11 kulikuwa na gani. Si kukumbuka mahali penye unafanya kazi unarejeshwa nyumbani ama hapana. Si kukumbuka macho ya mtu pengine ilikukagua. Ni wakati wa kuimba pasipo kufocus kwa negative. Mariamu hakuanza kusema akamlaumu Mungu. Hapana. Bila alikonfirm ya kwamba the reason ya mimba yake ni Yesu, alianza kuimba. Bwana asifiwe. Amen. Elizabeth alianza kuimba. Hana alianza kuimba. Wakati alijua ya kwamba sababu ya yeye kukosa mwana ilikuwa Yesu, alianza kumtukuza Mungu. Akina mama walio hapa, wakati wa kumtolea Mungu machozi ulipita, kwa sababu tuliambiwa amefuta machozi yetu, ameyakusanya. Sasa hauna machozi tena. Akasema kwa Yoeli ya kwamba miaka yako iliyoangamizwa, ikaliwa, ikararuliwa na nzige. Pengine unararuliwa katika maisha miaka mingi. Ukijikompea na ndoto yako yenye ulikuwa nayo, unaanza kujidharau. Nasema mwezi wa December is not a month of complaints. It's not a month of lamentation. It's a month ya kuweka yote chafu nyuma yako na uanze kumwimbia Mungu sifa, uanze kumwimbia Mungu jimbo. Ukija mahali hapa usione haya kumtukuza Mungu. Unapotoa nyimbo hizo kwa Bwana, anatokoka ndani mwako na anazalisha kitu kipya kinaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na uzao wako wote utakaa kwa mizizi hizo, italelewa kwa mizizi hizo, kwa misingi hizo, kwa sababu kila wakati wewe na nyumba yako mtakuwa mnamtukuza Mungu. Sadaka ya Bwana ya makofi. Wale waliobarikiwa siku ya leo, umebarikiwa zaidi. Do you have space for Jesus in your heart? Mimi sijui, lakini mimi simalizi mwaka nikiwa jinsi nilivyo. Sitavuka mwaka kama mimi nilikuwa mtu wa kulalamika. Sivuki mwaka na kulalamika. Mambo mabaya nitakuwa naimba saburi. Na kuimba saburi wakati mambo magumu. Because at the God of the mountain
God of the bad, is the God of the bad times, is the God of the good times, is the God of the darkness, is the God of the light. God, kukiwa na giza ndani ya maisha yako, haikupasi uanze kulalamika ya kwamba sina taa ya kumulika, sina taa, niko kwa giza. Inakupasa ukaimbe utukufu wa Bwana ukakushukie, na utukufu wa Bwana ndio toa taa ya maisha yetu. Yeye alifanyika nuru ndani ya maisha yetu. Tumshangilie Bwana jameni. Mimi pia nahitaji nafasi ya kumjua huyu Mungu zaidi, na nimegundua siku ya leo neno linaniambia is the season of songs. Wewe shauri yako ukivuka mwaka huu na uzuri. Sitazeeka kwa sababu ya mizigo za watu. Sitapatwa na ulcers kwa sababu ya mizigo za watu. Sitapatwa na magonjwa yasiyoeleweka kwa sababu sijasemea. Na achilia yote nianze kuimba wimbo nikimtukuza Bwana, nikikaa ndani ya utukufu wake kama Mariamu. Ilikuwa wakati wa Mariamu kudhani ya kwamba amepoteza mchumba wake. Hata Yusufu akaanza kushangaa. Biblia inasema kimoyomoyo akaanza kumwacha Mariamu, kupanga. Mtu mnapanga harusi na unamuona na mimi, hakika kama binadamu utaachana na yeye. Lakini Yusufu hakufuata sauti za marafiki, hakufuata mawaidha ya wazazi. Alijua wote wenye anakaa nao wana mwili, wanafikiria kimwili, mawazo ya kimwili. Akangoja sauti ikatoka juu mbinguni ikamwambia usimwache, kwa sababu kilicho ndani mwake cha Roho Mtakatifu. Inawezekana katika maisha yako kuna disappointments, lakini kwa hiyo disappointments sauti inatoka juu mbinguni. Kilicho ndani ya hiyo disappointment ni Roho Mtakatifu. The same thing yenye ilivukisha Yona akaenda akahubiri Injili is the same thing chenye inaweza angamiza ndoto ya kila mtu. Kile kitu chenye unaogopa zaidi ndio Mungu atatumia ikuvukishe mambo ile. Luka Mtakatifu sura ya 2. Tasoma mistari 7 na tuendelee hapo ili nimalizie. Lakini the season of songs. Swali hili, je, uko na nafasi ndani ya moyo wako Yesu kuzaliwa? Unaye nafasi? Msomaji wangu wa kuja leo kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Biblia inasema siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Ilikuwa wakati wa census. Mstari wa 2, orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Ilikuwa kitu cha kwanza kutendeka katika kijiji kile. Mstari wa 3, watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Mstari wa 4, Yusufu naye aliondoka Galilaya. Huyu jamaa mwenye alishikwa na butwa kwa sababu mchumba wake mwenye walikuwa wanaandaa harusi toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi, pia anaenda kwa sabibu uitwayo Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi,
ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe ambaye amemposa naye ana mimba. Mstari wa 6, ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Haleluya. Mstari wa 7, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Bwana Yesu asifiwe. Hakupata nafasi katika chumba cha wageni. Nataka kusema hivi. Kwa nini Kristo mfalme wa wafalme, Mwokozi, akazaliwa Bethlehemu? Kwa nini sio mji mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Nataka mnishike. Jina Bethlehemu linamaanisha the house of bread. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. The house of bread. Kwa sababu Kristo alifanyika mkate wa uzima, ilibidi anapozaliwa azaliwe Bethlehem, the house of bread. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Bethlehem inamaanisha chumba cha mkate. Yesu ni mkate wa uzima, ilibidi azaliwe kwa hicho chumba cha mkate, kwa sababu yeye ni mkate wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu akawekwa katika hori. Hori, Biblia imesema ni mahali chakula cha ng'ombe kinawekwa. Kwa sababu, nisikize vizuri, kwa sababu Yesu is the bread of life, mkate wa uzima, ilibidi awekwe penye chakula kinawekwa. Sisi ni kondoo wa malisho yake. Tukitaka malisho lazima twende kwenye malisho yake. Yesu akawekwa katika hori. Mkate wa uzima ukawekwa kwa tray ya chakula ya kondoo. Kwa sababu Yesu aliye mkate wa uzima apatikane Bethlehem, the house of bread, akawekwe kwa tray ya chakula, ili sisi tunapoelekea pale tunapata mkate wa uzima pale aliye Kristo Yesu. Akazaliwa usiku wa manane, kwa sababu Jesus is the light of the world. Dunia ilikuwa imejaa giza. Yesu akaja kama nuru ya ulimwengu. Ikampasa azaliwe mfalme kwa giza tororo, usiku wa manane, kusifia kwamba yeye alikuja kuweka mwangaza katika giza. Na leo foundation muelewe, Mungu mwenyewe mnamtumikia ni kitu yenye Mungu mwenyewe alikupangia wewe, kwa sababu ya Yohana 3 mstari wa 16, kwamba kwa jinsi hii, jinsi gani? Kwa jinsi hii wewe ulipotea ukaingia kwa giza, ukapotea kwa dhambi, lakini kwa jinsi hiyo ya kwamba Yesu akaja, kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu, kila mtu sana, ndiye akatoa huyu jamaa, akaja atuondolee giza, awe mkate wa uzima, awe nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana watoto haleluya. Lakini walipofika Bethlehem, Biblia inasema msichana huyu anayeitwa Mariamu
siku yake ya kuzaa ilikuwa imefika, lakini walipotafuta mahali ili akaenda kujifungua, wakaambiwa hakuna nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa ni sherehe, ilikuwa ni watu wamejaa hiyo town, wameenda kuandikishwa, wamebuku manyumba, wengine wanalala, wengine wanatenda dhambi, wengine wako kwa vileo. Naye usiku huo ndio Mwokozi alikuwa anazaliwa, lakini hakukuwa nafasi yoyote. Hatukuwa na nafasi yoyote. Hata wale waliookoka hawakuwa na nafasi ya Yesu Kristo wakati huo. Kulingana na maandiko, Yesu alizaliwa maana hakuna nafasi yoyote. Hakuna nafasi. Na kwa kijiji hicho lazima tulikuwa na wachungaji, lazima tulikuwa na watumishi wa Mungu, lakini nafasi haikupatikana. Ilikuwa lazima sasa azaliwe katika hori la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Do you have room? Unajua, unapo prepare the room for Jesus na akazaliwe ndani mwako, atafanya mambo kadhaa ya kwamba Yesu anapozaliwa, anapopata nafasi iliyo tayari ndani ya maisha yetu, analeta uponyaji wa magonjwa, anaponya magonjwa ndani ya huo moyo, anaondoa magonjwa ndani ya huo moyo, anainua walio chini. Anapopata nafasi, anakuinua kutoka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Tutulie mama. Thank you Jesus. Wacha tuwacheze. Anakuinua ulio chini. Unapokuwa chini, Yesu anakuinua. Nimeona akiinua walio chini zaidi. Nimeona akiinua walio wachafuka kabisa, akawasafisha. Anapeana macho kwa walio vipofu, anafungua macho yao. Walio viziwi, anafungua masikio yao, anasikia tena. Walio vilema, anawaamsha, wanatembea. Unaweza kuwa kilema kwa maisha yako, ya kwamba hata chakula huwezi pata, hata ukitafuta kazi haupati. Huo ni ulemavu katika maisha yetu, lakini ukiruhusu Yesu aingie katika moyo wako, upeane nafasi, ukawe na nafasi, na nafasi hiyo itaonekana tu kama utapenda kumtukuza Mungu katika nyimbo, katika kusoma neno, katika kusikiza neno, katika maombi. Tumaini lako likawe kwa Bwana pekee, ukaondoe mawazo yako kwa binadamu, kwa sababu Biblia inasema amelaaniwa mtu yule anayemtegemea binadamu, kwa sababu moyoni mwako umemwacha Mungu, unaanza kumtegemea mwanadamu. Wewe unasema kwamba ni laana inaingia, lakini baraka inatokana na wale wanaomtegemea Mungu. Anatuliza mawimbi katika maji. Yeye unapitia maji ya uzima, unapitia maji ya maisha, unapitia maisha magumu, unapata ya kwamba kuna mawimbi. Yesu ndiye anatuliza mawimbi hayo. Yesu anatembea hata juu ya maji yale yanakuzamisha, yeye anatembea juu, anakushika mkono, unatembea na yeye, kwa sababu ni yeye. Mwezi huu wacha Mungu akakurejesha kwa sehemu yako ya kumtukuza Bwana, ya kupenda Bwana, ya kutembea na Yesu katika jina la Yesu Kristo. Yesu akatumia samaki 2 na mikate 5 akalisha watu wengi sana, watu 5,000 na zaidi, akawalisha mpaka zikasalia. Inamaanisha hata kama utakuwa na mafuta machache, hata kama utakuwa na kile kichache, Mungu is a God of multiplication. Atakushangaza siku hiyo ya kwamba chenye uko nacho kidogo kwa macho yako, Mungu anaweza kufanya kitosheleze haja ya moyo wako. Tosheka chenye uko nacho, ukamtumainie Mungu. Mwezi huu na siku zenye zimebaki,
na wiki yenye tunaanza, tafadhali usianze kujilinganisha na mtu. Mariamu akapata hakuna nafasi, lakini hakuanza kutumia pesa kununua mahali ili wengine wafukuzwe. Hakuenda kwa milango za watu wengi kuanza kuulizia nafasi zingine. Alichukua nafasi ilikuwa, alitosheka na nafasi yenye ilikuwa. Hakuanza kusema mzee wake aende kwa supermarket akanunua mattress, lakini alitosheka na ile holi. Akaweka mwana wake akamfunga kwa kitambaa chenye alikuwa nacho. Hiyo inatufundisha mwezi huu tukatosheke. Mariamu hakuanza kutamani taweli za watu wengine, hakuanza kugombeza Yusufu. Kwa nini mtoto wake aliyeletwa na Roho Mtakatifu akafungwe kwa matambara? Biblia inasema hakuanza kuuliza maswali. Aliweka mtoto wake katika lile hori na akasaliwa pale. Wageni wakamtembelea, wakaleta manemane mahali pale, wakamsujudu mahali pale. Hawakuanza kuangalia Yesu ako wapi. Hakuanza kuangalia chumba chenye Yesu amezaliwa ndani. Wewe umekuja mahali hapa, hata kama kanakaa na manakani, wewe anza kumwabudu Mungu tu. Ako hapa Yesu. Je, kuna jambo zuri linaloweza kutokea Nazareti? Yesu mwana wa Nazareti, Yesu mwana wa Mungu amezaliwa hapa, anakuwa hapa. Njoo tukamsujudu, tukafungue manemane, tukafungue dhahabu zetu, tukamsujudu pamoja kama wale mamajozi waliokuja wakiongozwa na nyota juu. Ikafika pale Yesu alizaliwa, wakatoka chini, wakamsujudu, wakamuachia ibada yao, wakimwabudu. Haikujalisha walitoshea mahali pale ama hapana. Palikuwa mahali pa kujifinya sana, palikuwa mahali pa nyoka kinyesi cha ng'ombe, lakini walifika pale. Biblia inasema walienda kwa magoti wakamuabudu na kumsujudu Yesu. Hata sisi siku ya leo hatutachagua popote penye Yesu anazaliwa, tunaandaa mioyo zetu akaingie mwana wa Mungu aliyetoka kwa mizizi ya Jese, Yuda, simba wa Yuda, amezaliwa ndani ya mioyo zetu, kwa sababu tumefanya mioyo zetu ziwe tayari. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako ukiwa tayari, Mungu anabadilisha vile unawaza. Unatosheka tu na mambo vile iko, auanze kujidanganisha. Na unapotosheka, Mungu anakusurprise. Unapotosheka, Mungu anakusurprise, na watu wanaanza kuona mabadiliko ndani mwako. Mabadiliko yanachipuka. Wewe pengine hautaona, lakini wale wanaokuzunguka wataona mabadiliko. Sumpe Yesu makofi, ikawa sadaka tosha kwake, kwa sababu ni Mungu. Asante Bwana. Je, unayo nafasi ndani ya moyo wako ya kumtukuza Mungu ili Mungu akupe wokovu? Masaa yanayoyoma, you need to prepare your heart for Jesus. Your heart for Jesus. Biblia inasema katika Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20. Inasema nini mtumishi wa Mungu? Ya kwamba Mungu anasimama kwa mlango wa roho yako, anapisha. Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufunuo wa Yohana 3:20. Ufunuo wa Yohana 3:20 inasema, tazama, nasimama mlangoni. Yesu anasema hivyo. Nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Haleluya. Amen. Yesu anasimama kwa mlango wa moyo wako. Halazimishi, anabisha. Usipofungua haingii. Ukifungua anasema anaingia. Akiingia anatuzungumzia
kula na wewe. Inamaanisha kama magonjwa yako anayaponya, kama njaa iko anakupa roho ya kutosheka na kile chenye amekupa na kumwabudu nacho, hata kama akifanani na neiba wako. Mariamu akatosheka. Najua marafiki wake walikuwa wanazalia mahoteli makubwa makubwa, hospitali kubwa kubwa, watoto wao walikuwa wanabebwa na ndege pekee, na yeye alikuwa anadhani pengine mtoto wake wa kwanza atazaliwa vizuri kwa hospitali nzuri, lakini ikatendeka hivi. Mungu alikuwa anatufundisha kwamba ndani ya moyo wa Mariamu ameweka roho ya kutosheka, na kwa vile umetosheka unamwabudu Mungu kama umetosheka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu hakukuja kwa walio matajiri, alikuja kwa walio tosheka ndani ya mioyo zao. Contenting, yani umetoshelezwa. Kidogo kikubwa kimeparara kinararuka, umetosheka hivyo. Unaamini Mungu anakutoa kwa chenye kimeraruka anakuweka kwa kingine. Hivyo hauibi, hautamani, haunyang'anyi, hauombi. Unapoandaa moyo wako usiombeombe. Kunywa maji yako. Na huyu Mungu mwenye tunahubiri siku ya leo hata kuruhusu kunywa tu maji bila sukari. Hamjasikia hiyo? Mimi wacha niseme amen. Sitakunywa maji yenye haina sukari. Amen. Sitakunywa maji ya sukari yenye haina maziwa. Amen. Sitakunywa yenye iko na maziwa bila kitafunio. Amen. Mungu anaanza sasa kuondoa njaa. Kwa sababu sasa akileta kitafunio, tumbo inajaa kitu. Na tumbo ikijaa kitu, unayo sababu ya kumtukuza Mungu. Najua tukishiba hata kujaza na Roho Mtakatifu ya haraka tutaruka. Yesu anataka Mariamu, watu wazito wenye wameongozwa na Roho wakaingia katika lile hori, wakaabudu mtoto, wakamwachia mazawadi yenye hakuwa nayo, akasherekea. Mtoto akapata mavazi, akashinda hata wale wenye walizalia kwa hospitali kubwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na juu yake nyota ilikuwa inamulika. Unapofungua roho yako, Yesu akazaliwe ndani, ataangaza ndani mwako. Nyota yako hautaenda kuitafuta kwingine, iko ni wewe kufungua roho yako na nyota inaanza kumulika. Hautaanza kuuza mali yako uende ununue. Hapana, uliumbwa nayo, uko nayo ndani mwako. Ni wewe kufocus kwa huyo. Metindo Mariamu alipenda Mungu, lakini aliamua aibu kali. Yeye atabeba hicho kinaelewa kutoka wapi. Aibu inatokana na shetani. Usiaibikie maisha yenye umejikuta ndani, lakini enda kwa Mungu na ujasiri. Yeye ndiye ako na uwezo wa kukutoa kwa aibu. Anasema katika Yoeli, ukiteremka sura ya 2, sitaruhusu tena aibu juu ya maisha yenu. Chenye kimetendeka miaka hizo zingine tosha. Na akasema nimeweka kikomo. Sita tena siku nyingine mwenye ruhusu aibu juu ya maisha yako. Anasema siku yake ya kutimiza si juu yako. Yeye siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 kwake ni kama siku moja. Chenye unadhani kitakaa sana
anakitimiza kwa siku moja. Chenye unadhani anatimiza kwa siku moja, anakaa zaidi apime imani yako. Wewe mngojee Bwana, kwa sababu Daudi akasema, sijaiona mwenye haki ameachwa na watoto wake wanaomba mkate. Sijawahi, tangu niwe mtoto, sasa niko mzee, sijawahi ona mwenye haki ameachwa. Wakati uko karibu kuzima taa ulale njaa, Yesu ana provide. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanapatikana na njaa, wakati huu alikuwa anaachilia mana. Wakimaliza kushiba na ondoa. Haikuwa hata ya kubaki. Hiyo ni season katika maisha ya mtu. Mtu ako na seasons, vipindi. Kuna kipindi chenye unapata tu chenye utakula akilani na kibaki. Hata ukienda kufanya kazi unapitia kwa duka na yote yenye umepata kwa kazi inaishia hapo kwa hiyo siku. Lakini wana wa Israeli walikuwa wanavukishwa ng'ambo ile nyingine kana. Kwenye kulikuwa na utele, wanakula mpaka wanasaza, zingine wanaweka kwa sababu ya watoto wao. Pia wewe mbele yako, the next season is season ya Canaan, ya utele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka akufanye uwe mwaminifu hata wakati unapata utele. Ukiwa na hiki chache, wana wa Israeli walihitajika kumwabudu Bwana kwa hiyo chache. Wenye walimwabudu walifika Kanaani. Wenye walilalamika walizikwa wazima wazima jangwani. Lakini sisi tumeona mwezi wa Disemba, hatulalamiki, tumekubali. Tunafika mwaka wa 2026. Tunafika. Tutamtukuza Mungu mwezi huu na wimbo. Ukisikia njaa inaanza, weka sauti na uimbe sauti. Wacha watu wakuite mwende wa sisi. Anza kuimba. Kama uko na simu, weka wimbo wenye utakufurahisha. Tukuza Mungu kwa sababu Mariam angeanza kutafuta hospitali afanye abortion, alikuwa na hiyo option ya kukata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tasoma mstari mmoja na msimamo ya kuatia moyo. Tumesema Jumatatu tuachie Mungu nafasi ndani ya mioyo yetu. Tuesday tuachie Mungu nafasi ndani ya moyo wetu. Wednesday hivyo. Biblia inasema nini? Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 2. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 2. Biblia inasema, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Tupeni nafasi, muweke nafasi mioyoni mwenu. Hatukumdhulumu mtu yeyote, wala kumharibu mtu, wala kumkarimikia mtu. Haleluya. Amen. Mnapoandaa mioyo zenu ziwe na nafasi iliyo tayari kwa Kristo, hamutadhulumu mtu yeyote. Shika hivyo. Hamtamkarimu mtu yeyote, hamtakuwa mzigo kwa mtu, hamtamdhulumu mtu, hamtakosa kumsamea mtu. Mnapowacha nafasi iwe ya Kristo, siku zenye zimebaki kuanzia leo hii, weka nafasi ya upendo ndani ya moyo wako. Kama wewe una usmile, anza kupractice ya kwamba unakutana na ule mwenye anakuchukia, lakini weka smile yenye inatoka ndani ya moyo wako. Usimdhulumu mtu yeyote kwa kumkasirikia, kwa kukosa kumsamea,
kwa kukosa kumwomba msamaha, kwa sababu ni mwezi hatari sana. Roho ya Herode ndiko na nguvu zaidi. Maana hata watu wanaenda kuandikisha. So programs zinalaniwa na adui. So usipoinua Ariel, wewe unaoshwa na hiyo. Ndiposa mwezi wa Disemba watu wanapoteza maisha sana kwa kumwaga damu. Kwa sababu gani? Upendo unamalizwa na Herode huyu. Badala ya kufurahi na kupenda kwamba mwana amezaliwa, aliamrisha wauawe wote. Upendo mwezi wa Disemba unadidimia. Ulafi unainuka. Moshi ya vitu vizuri vizuri na harufu ya vyakula tamu tamu inatokea. Watu wanachekelea wengine, lakini kwa muda mfupi waliokuwa wanafurahia wanaanza, waliokuwa wametulia ndani ya Yesu wanaanza kumshukuru Mungu. Januari Jumapili niliwaambia usisherekee kama mwana mpumbavu. Ikifika Januari hauna nafasi na pesa za kupeleka watoto shuleni. Wewe sherekea kwa kumtafuta Mungu na kuwa mtoto wa mfalme aliye na hekima. Weka ili Januari usiwe kama ule mwenye ataanza kusaga meno na katika kijiji kile watu walilia kwi. Wakati Herode aliamrisha watoto wauawe, kwa manyumba zenye watu wako wanasema hakuna nafasi ya Yesu Kristo, pia hao walipoteza na watu walilia. Lakini Mungu alisimama na Mariamu na Yusufu. Mtoto wao usiku huo hakuangamia. Wao walikuwa wanamtukuza Mungu upande ule mwingine. Wewe pia uvuke mwaka ufike 2026 ukamtukuze Mungu upande ule mwingine. Usiwe mmoja wa wale watakaanza kulia Januari. Tusimame kwa miguu yetu. Tumwambie Mungu ni